Oh, sawa. Sababu mzee. Najua. Anaongea kuhusu nini leo? Ni interview kidogo. Tushiki. Unaweza kuelezea hii mkutano ambayo imekuwa kuhusu soko ya Eastleigh na hii hatua ambayo serikali imechukua ya kufikiria mbali wale waliokuwa wamenyakua hiyo soko na kusema hiyo soko ni kwa wananchi. Kwa bahati mbaya walipata msiba, soko hilo likavunjwa bila kufuata sheria na wakadhulumiwa na serikali ya Nairobi iliyokuwa City Council ya Wahaifu. Na kwa muda mrefu wamekuwa waking'ang'ania na kwenda kutafuta kisheria hilo soko kurejeshwa. Ilifanyika wakati ambapo mimi nilikuwa bunge. Nilipoteuliwa tulianza kufanya kazi kwenda mahakamani kupigania haki ya hawa watu katika viwango mbalimbali vya serikali mpaka ikafika kwa rais. Kwa hivyo nafurahi sana kwamba sasa hivi kwamba serikali imechukua hatua madhubuti ya kurejesha soko hilo mikononi mwa umma ya kampuni Eastleigh, na nataraji kwamba tutapata fursa haraka ya kuweza kujenga hilo soko ili iweze kuwafaidi wachuuzi na wafanyabiashara wadogo wadogo, na nataraji sana kuwaona wale wakina mama na wakina baba ambao bado wako hai, ambao walikuwa wanamiliki hilo soko, pia wanapata nafasi katika hilo soko na kuanza maisha yao tena. Sasa kama unaweza kueleza hili shamba mahali hili soko lilikuwa ni la kiwango gani, na labda ni kwa wakati wa ama ni kwa muda upi hii mkutano kuhusu hili shamba lilikuwa? Soko hili ilikuwa na eka 5, libomolewa karibu miaka 10 iliyopita, na kumekuwa na wafanyabiashara ambao wamesema kwamba wao ndio wanamiliki na wametumia pesa zao, lakini kuambatana na sheria ni kwamba hii ardhi ilikuwa ni ardhi ya serikali, ardhi ya kaunti ya Nairobi, na kwa muda mrefu sisi watu wa kampuni hasa wa Eastleigh tuliona kwamba hiyo jambo lilikuwa la dhulma. Tumekwenda wao wenyewe wamekwenda mahakamani na wakatafuta msaada kutoka juu, lakini mwisho uamuzi wa rais mwenyewe, Rais Uhuru Kenyatta ambaye namshukuru, alitoa uamuzi mwaka uliopita akisema kwamba hilo soko lirejeshwe, na National Land Commission na Wizara ya Ardhi imeangalia rekodi zao zikaona kwamba ardhi hii hakika ni ardhi ya serikali na ya umma na haiwezi ikachukuliwa na mtu binafsi kwa manufaa yake mwenyewe. Kwa hivyo sasa hivi hiyo ardhi imerejea kwa umma na inaweza kutumika kwa manufaa ya watu wa Eastleigh. Eastleigh ni eneo kubwa sana la kibiashara, lakini sasa hivi haina soko ya umma, ni biashara za kibinafsi tu. Kwa hivyo sasa hivi tutapata fursa ya kuwatengenezea watu wa Eastleigh, wale waliodhulumiwa na wale wengine ambao sasa hivi wanataka kufanya kazi ya kibiashara wapate nafasi yao wenyewe, wajengewe na serikali na wafanye biashara halali, kujipatia mapato na kuwa wananchi wanaotumikia na kutoa ushuru kwa taifa lao la Kenya. Kwa mwananchi wa kawaida kurejeshwa kwa hili shamba kwake ni sawa, lakini sijui kama wewe kama mmoja wa wakilishi wa hawa wananchi sijui unaweza waambia ni kwa muda gani labda wanatarajia serikali ichukue hatua? Serikali imeshachukua hatua, hilo soko sasa hivi limerejea mikononi mwa serikali. Sasa hivyo ipo kwenye gazeti ya serikali rasmi, kwa hivyo ni rasmi kwamba hiyo ardhi haimilikiwi na mtu binafsi tena, imerejea mikononi mwa wananchi. Na sasa hivi tunataraji kwamba serikali ya kaunti na serikali kuu itakutana kupanga mikakati ya kuanza ujenzi wa soko hilo ili watu wa Kamkunji na watu wa Eastleigh wafanye. ganacsiga Eastleigh oo aad iyo aad u kala socda si wanaagsan maanta.